Jirani yangu ameniletea habari kutoka mitandaoni. Bahati mbaya huwa sina muda, au si bahati nzuri huwa sina muda na mambo ya mitandao. Basi akasema, mzee, soma hapa, naomba unieleweshe. Kwani kuelewa nini? Kwani kuelewa nini? Tukamuuliza, kuelewa nini? Kwanza kusoma. Kwa hiyo nitawasomea atakaweza kuelewa, wanisaidie kunielewesha. Hii inahusu samani si mambo ya siasa, nafikiri sio siasa. Ni habari hapa na pale. Ripoti ya Chande kuhusu mauaji ya Oktoba 29, 2025. Ripoti na nukuu. Ripoti ya Chande imepikwa na watu wasiojua hesabu. Wamesema kuna vifo 518 nchi nzima. Wamesema vimetoka mikoa ya Dar es Salaam 182, Mwanza 90, Mbeya 80, Arusha 53. Jumla ni 405. Hii ni tofauti na 518 kwa 113. Hili pengo ni kubwa sana. Ina maana namba ilitungwa tu. Kisha wakasema kuhusu maiti ni 518. Maiti zilizotambulika ni 485, ambazo hazikutambulika ni 9. Jumla ni 494. Kuna tofauti ya 518 kutoa 494, tunapata 24. Ina maana maiti 24 zimepotea. Ni pengo kwa ripoti. Hii ni ripoti wamekaa nayo kwa siku 153. Inatoka ikiwa na makosa makubwa hivi. Hii ni ishara wametengeneza ripoti tena bila umakini wowote. Mwisho wa kunukuu. Mambo haya tuyasindikize kwa sala. Biblia inasema, na nukuu, mtawala akisikiliza mambo ya uongo, maofisa wake wote watakuwa waovu, watakuwa wabaya. Mwisho kunukuu kutoka kitabu cha Methali sura 29 aya 12.